Hello. I am back. Part 5 ilikatika tu hivyo without notice, and I was trying to explain to you ya kwamba uh, it is against nature kusikia mtu ametolewa uterus and yet amepata mtoto. Atoe wapi watoto na ameshatolewa uterus? So si unaona, that can only be God. It can only be a miracle. It's only a miracle that can happen ndio huyo mtu aitwe mama. And that is the reason why yule mama kijijini alikuwa ana shida akieneza uvumi akisema, hata kuna wakati mimi alinifacingi. People are so heartless, wacha nikwambie. Na mtu akikuchukia hakuna kitu hawezi sema. Once she told me, sijui tuligogana aje. Akaniambia wewe, aliambia ondoka hapa. Wewe hata hutawahi oleka na hautawahi hata zaa. Hata hufai kuishi. That is what she told me. And nakumbuka wakati mama yangu alipigiwa, kabla mama yangu apigiwe simu ama atumaniwe aambiwe ya kwamba niko na mimba, nilikuwa bado kwa huyo aunti yangu. Alikuwa anaishi huko Nairobi, a certain estate. Kabla hata mama yangu aambiwe hayo maneno, the same woman alikuwa shaenda nyumbani na akaambia mama yangu ya kwamba niliota Jerry akikuja nyumbani kama kona mimba na kona ka maternity dress ka pink, kama ua ya pink. Akaelezea tu vizuri sana. Guess what? Wakati nilienda nyumbani na the same dress yenye alielezea mama yangu. Mama yangu akamwambia, "Ai, hakuna kitu kama hiyo inaweza happen," because they knew. Na wacha nikwambie, siri zingine familia wanafichanga ni nyingi. I understand that kikwetu wanasemanga ya kwamba siamusi yotisomo zina haufai kuenda ukieneza mambo yani mambo ya kifamilia. But kuna vitu zingine mtu anafaa ajue, sababu suppose nilikuja nikakosa mtoto, ningekuwa najaribu kufikiria, si ati ni mimba nilipata nikatoa, si ati niligojeka nikatolewa uterus. What happened really? And suppose daktari niende anipima niambia una uterus na sijawahi abiwa na mtu. Saa zingine ni vizuri kuambia mtoto wako, no matter how much it hurts, ni vizuri kuambia mtoto wako what happened. Because some stories, some shadows of your past tend to bring consequences in your present life. Because kama isigelikuwa ni muujiza wa Mungu, ningeishi na maswali mengi sana. Sina wa kunijibu, sina wa kuniambia what happened, what transpired. So nataka kukuelezea ni kwa sababu gani kale kakitu kalikuwa kanalika. Ni mahali pale nilikatwa na nikatolewa nini. Aya, I understand. Pia ati wakati nilikupatia story nikakwambia, wakati nilipatwa na meningitis nilikuwa bado kasichana kadogo. I understand the same place ilikuwa imetumika sijui kuweka pipe za kutoa sijui hiyo maji yenye inakuwa kwa spinal cord. So maji yenye iko kwa spine yenye inasababishanga hiyo nini, sijui sana mambo ya madaktari, hiyo naitaje meningitis. So the same place ilitumikanga tu. So that is the reason why ako kama hali hiyo kitu inafikanga wakati kuna baridi, inaanza kuwa ichi, inakaanga tu kwa muda. Inaweza okaa hata once per year ama ikatae kuokaa inania, lakini hivyo tu ikae tu uone kamepasuka crack tu kadogo tu. So now I think that is what God wanted to let me know. Mungu alinipatia hiyo ishara ndio nijaribu niweze kufikiria na kudig deeper, nijue what really transpired, ndio ifike mahali hiyo kitu yaanze kutendeka. So Mungu alitaka nijue ni nini kiliendelea.
na nikajua, nikaelezewa what happened, na nikaambiwa enda ulize fulani anajua hiyo story, kwa sababu alikuweko yule daktari alikufanyia upasuaji. So I confirmed. Now tell me how wonderful this God is. I told you kwa episode nyingine hapo, nikakwambia nyinyi wote mkikivia mtoke kwa Mungu. Mimi siwezi toka. Hata kama nitabaki peke yangu, mimi nitakaa na huyu Mungu, sababu miujiza ambayo huyu Mungu amenitendea, I am telling you, hakuna mwanadamu anaweza nitendea. Si rahisi kugojeka hiyo magonjwa yote niligojeka nikiwa mdogo, and here I am, strong, healthy, alive and kicking. Sina mahali pananiumanga, sina ugonjwa wote unanisubuanga. Mimi naambianga watoto wangu, it's like after kugojeka hivyo vyote ni kama nilifika mahali nikakuwa immune. Yote wanaweza gojeka mahoma huku kwa nyumba, wagojeke wote, mahoma wagojeke wote, na wataniacha pale. Sinaga kitu inanisubuanga. I thank God for that. Nikiimagine the madawa zenye nilitumia nikiwa mdogo, nikiimagine vitu nilipitia nikiwa mgonjwa, and here I am. Alafu uniambie hakuna Mungu. Hey, you might be a pathological liar. Kuniambia hakuna Mungu, takuona ukiwa muongo mbaya sana. Now I am alive and kicking, and I'm a mother of 4. Na kama nililose mmoja, ndakuja kukwambia how I lost my third born. Niko na watoto. Na kujanga kujiuliza hivi, walinichukianga hivyo na wakanitelekeza. They abandoned me. Na niko mzima. I used to believe that I'm the ugliest woman ever, because that is how they used to tell me. Walikuwa wananiita mjinga, I am ugly. There is nothing good that can come out of me. They made me have a low self-esteem. Nikaishi kujidekeza kwao, kufanya anything possible ndio wanipende, but they never loved me. Let me tell you, before I continue with my story, let me tell you something. Let me encourage you. Kama watu hakupendi, hawakupendi. Usijiwahi jilazimisha kwao. Usiwahi jilazimisha kwa mtu. Kama mtu hakupendi, hakupendi. Mapenzi hayanunuli wangu. Iwe ni mapenzi ya mzazi, iwe ni mapenzi ya your spouse, iwe ni mapenzi ya watoto. It is good to do good to people and to be good to people, to treat people well. It is good to be good to your parents and treating them well, to your spouse, to your friends. But remember, you can do nothing to buy love. You cannot bribe people for love. Kama wakupendi, hawakupendi. Hakuna kitu mimi sijawafanyia watu wangu. And they never loved me. My mother has never loved me, regardless of me being a slave to her. Nikamlelea watoto, nikamfanyia kila kitu. After kuolewa nikampelekea rorasho yangu, nikafanya everything. Itakuja kukuelezea bit to bit, but that woman never loved me. Imagine hata nilikuwa naenda nyumbani nampelekea vitu, nampelekea shopping, na nikitoka huko atakalisha watoto wake chini awaambie. Imagine huyo wazimu. Walinibadikanga jina mpaka wananiita wazimu. Imagine huyo wazimu, huyo mjinga alikuja huko kama amesimama, hakukuwa na kitu. Na sasa hiyo tumeenda na my husband, tumefanya shopping, tukaweka gari, tukajaza buti, kamwachia hata na cash. Alafu anaita watoto wake na wakalisha chini. Yani aendeleshe chuki, kuonesha venye mimi ni mbaya. Anawaambia venye nilikuja kama nimesimama, sikumtea kitu. So my friends, I was saying this. There is nothing you can do to people who hate you in order for them to love you. Hawawezi kukupenda hata uwafanyie nini. Hata ujichinje, ujiwekelee kwa tray, ujipike choma, ujitengenezee kachumbari, uweke hapo na kapilipili kwa ubali, uweke spices za aina yote, ujiweke spices za aina yote. People who hate you will never love you for that. So wacha kujidekeza kwa watu.
Stop working hard for people to love you. Love is free. Hainunuliki. Love hainunuliki. The only person that aligharamikia mapenzi ni Yesu tu. Alikufa ndio adhihirisha upendo anaotupenda. Lakini you are not Jesus. You cannot be Jesus. To die for people. Don't die for anyone so that they may love you. My dear friends, I was concluding chapter 6. Kwa sababu chapter 5 ilikatika unexpectedly. I was concluding chapter 6. And let me conclude by saying so. Let me introduce you to my God, to my Jesus. He's a loving, he's a loving God, he is a kind God, he is a miracle worker, he is a wonderful worker. Vile alifanya akanitengenezea uterus ingine ati ndio nizae watoto. Me, I don't know. See how much